Zimwi. Logoyo. Tunaendelea kusonga mbele katika sehemu yetu ya 3 ya movie inaitwa Mauzauza. Na sasa huyu ni My Name alikuwa amelala akiota ndoto za ajabu sana. Na ndipo akaamua kulala tena kwa mara nyingine baada ya kusikia zimwi. Ghafla akasikia kuna mtu anasema tunataka damu. Akashtuka. Logoyo. Kushangaa zaidi kwamba ni kitu gani ambacho kinamsumbua katika usiku huu. My Name kwa hofu na kuhofia na uoga pia ukichangia, akabaki akishangaa sana na kutaka kujua ni kitu gani ambacho kinamsumbua. Basi alikana kujiuliza, hivi vitu ni vitu vya aina gani na amekosa kitu gani mpaka vinamfuatilia? Basi My Name alikaa kwa hofu sana katika nyumba ile, na huku akiangalia juu ya dari na kufikiria pia kwamba inawezekanaje kitu kama hiki. Basi akagundua kwamba kweli uchawi upo na utazidi kuwepo. Sasa ndipo akarudi tena kulala. Ghafla akasikia tena sauti ikimuita kwa hasira, huku ikitaja jina la jini Matata, kumaanisha kwamba ndilo ambalo linatawala katika muda huo. Basi My Name aliamua kulala huku akiogopa na kujifunika gubi kusudi asiendelee kusikia yanayomtokea. Tunaendelea kusonga mbele, na ndipo tunapomuona jamaa mmoja akiwa yupo katika safari yake akisonga mbele, na huyu ni rafiki yake mkubwa sana My Name. Ghafla tunamuona na mchungaji mwingine akiwa anapita katika njia hii, na anaonekana ni mchungaji ambaye amezama sana kidini. Na ndipo ambapo wakakutana na huyu jamaa. Basi katika kupishana, walipopishana tu, mchungaji akahisi kitu, maana roho wa Mungu yupo naye. Jini likashangaa na kumwambia, wewe ni mtu wa aina gani unanipisha kama hivyo? Ninatakiwa ucheze mbali na mimi. Basi mchungaji akageuka naona kijana na kumwangalia na kumuelekeza kwamba wewe kijana, wewe utakuona mapepo ambayo yanakusumbua, na umepata vipi ujasiri wa kunijibu mimi hali ya kuwa mimi na wewe hatujakosana? Basi utakuwa upo na jini ndani yako. Basi jini likacheka, maana usije ukasahau kwamba huyu jamaa aliingiliwa na jini. Kwa hapo ni jini linacheka. Basi mchungaji akamwambia, wewe inabidi uombewe ili hilo jini litoke na kuja kuniondoa. Basi jina la Yesu aliye hai. Yule jamaa alikaa na kumsikiliza kwa makini sana mchungaji akiwa anahubiri Katika maisha. Basi mchungaji alianza, wewe kijana unaweza kusema kuhubiri kama inavyotakiwa, na jini likiwa linamsikiliza tu hata anavyoongea, japo bado hajaanza kuhubiri, lakini jini liko makini sana kumsikiliza. Jina la Yesu wa Nazareth. Ndugu mtazamaji, inatakiwa makini sana kuangalia hii movie na kusikiliza maneno ambayo jina la Yesu. Basi alianza kumwombea mdogo, na kweli kwa namna alivyodondoka ilionyesha moja kwa moja kwamba huyu mtu basi ni kweli ana jini ndani yake. Ndipo mchungaji alipoanza kumwombea, akamwombea sana, akapokea uzima na afya, akapokea uhai kuanzia sasa, akapokea afya njema na Yesu Kristo wa Nazareth. Wakati ameendelea kuomba, ya mifungo mikata ghafla uzima kuanzia sasa, kukaa kunaonyesha mabadiliko fulani. Yesu wa Nazareth, wewe pepo uliokaa ndani ya kichwa cha huyu mtu, kuonekana kwamba kweli kuna jini ndani ya mwili wa huyu kijana. Nazareth. Basi mchungaji aliomba kwa bidii sana. Nazareth, akapokea afya. Aliomba kwa nguvu zake zote. Bwana amevamiwa na aliomba kwa namna yoyote ile. Toke kwa jina la Yesu. Imradi kumweka kijana sehemu salama. Sikataa kila nguvu za mikate. Bwana, kweli watumishi wanatuhangaikia sana bila sisi kujua. Tuko tayari tuende tukatoe hela kwa waganga, tuache ambao wanatupambania bila faida yoyote. Maimbilizi mikataba. Wenyewe hawapati chochote kile, lakini tunawaacha tu. Basi mchungaji jina la kutaka aliendelea kuombea pale katika jina la kutakatifu, asingali shaka yoyote. Sasa waanzia sasa, na roho wa Mungu akiwa amejaa naye pia. Kwa damu yako ile kwa takatifu, na mfunguo huyu mtaka huyu kwa damu yako takatifu, mfalme wa amani. Basi tukamwona huyu jamaa akiwa amelala, akionyesha kwamba hayupo katika ulimwengu huu tena, bali Mungu ndipo yupo anampambania ili kumrudisha katika ulimwengu wa dunia yetu hii ambayo tunayo leo. Mchungaji aliomba sana kwa bidii. Ghafla ikaonyesha mabadiliko ya rangi, kumaanisha kwamba jini limeshatoka katika mwili wa kijana. Ndipo kijana akanyanyuka
na kuanza kushangaa kwamba niko happy hapa, mbona kama sielewi. Kwani mchungaji, kuna nini? Kijana, umefika? Unapaswa utulie, maana ulikuwa una jini kubwa sana ndani yako. Mchungaji, jini gani huyo tena? Wakati mimi na hata hivyo nilihisi tu kwamba nina mabadiliko, lakini sina uhakika kama nilikuwa nina jini. Mara ya mwisho Ndio. Tumishi, kama ni hivyo basi nashukuru sana kwa hiki ulichonitendea siku hii ya leo. Yaani Kwa sababu sikutegemea. Mtumishi akamwambia kijana, usijali. Ila yapi kijana? Mimi nipo kwa ajili ya kuwaombea watu kama nyinyi. Ndio. Basi akamwelekeza kwamba mimi naelekea hapo kwa rafiki yangu, naenda kumsalimia rafiki yangu. Lakini nikaona mambo kama yameenda tofauti. Nikamkuta rafiki yangu. Sasa wakati naenda kumsalimia rafiki yangu nikutana naye, yani nakimbia nikakutana naye njiani. Nikamwelekeza haya mambo naye bado hakunielewa. Umeona? Hakunielewa kabisa wakati nikimwelekeza. Ndipo na yeye aliposonga mbele kidogo akakutana naye yule jini, ghafla naye akarudi anakimbia kwa kasi zaidi. Akamkuta. Sasa mimi natembea Sasa nilivyomwona nakimbia na mimi ndipo nikaunga naye. Kumaanisha kwamba hilo tukio liko serious na halitani. Tena na jini. Ndipo ambapo jamaa akanyosha maelezo na mchungaji pia akamwelekeza kusema kwamba inatakiwa mrudie Mungu, mkae sawa. Jinini wala msiwe mnafanya mzaha katika. Sawa kijana, umefunguliwa na upo. Maana majini na mapepo ndivyo ambavyo vimetawala kwa sasa. Na mimi atapokea. Vimechukua 80% ya vijana. Alafu 20% ya wazee. Nyamkera wa nguvu za giza. Ndipo mchungaji Kwa damu ya akampa mkono kumaanisha kwamba ameponywa na yuko salama. Sawa. Amina sana. Basi kijana alimshukuru sana. Akamshukuru kwa upendo na amani. Uzao wa Bwana Yesu. Ndipo mchungaji akamwambia basi unaweza pia kuchukua namba yangu ukijali. Karibu sana. Hata ukihitaji kunipata tunaweza kukutana katika. Bwana mlete pita zetu. Basi amina. Wakaamua kuachana kama hivyo, kila mtu akapita njia yake na kusambaa. Yes, kijana wetu bwana amekwisha kupona na kuwa salama na amejua wapi alienda, wapi anapaswa kwenda. Ghafla jini likatokea likiwa na jazba sana. Likiwa limechukia sana. Kwamba inakuwaje? Nimetokaje kizembe? Bwana huyo ndo jini matata. Ametikisa sana katika movie yetu hii. Basi bwana huyu aliamua kunyosha moja kwa moja mpaka nyumbani kwa yule rafiki yake. Ndio. Basi akagonga hodi. Kijana huyu alikuwa amelala. Alikuwa amelala usingizi mzito sana. Ghafla akasikia kama kuna mtu anamuita, akashtuka. Baada ya kushtuka, akajiuliza ni nani tena huyu? Wewe nani unaniita? Alafu mimi nimetulia katika nyumba yetu hii. Kuna mtugo? Ni nani? Au unataka ugali? Kama unataka ugali au TV, nenda kaangalie kwenu. Na shida. Maeneo alivyokaa katika nyumba ile, unaweza kusema kwamba ni nyumba ya kwake au ya kwao, kumbe ni nyumba ya rafiki yake. Kuja kuangalia movie. Inafurahisha sana. Basi maeneo ndipo akaamua kunyenyuka. Na bado huku akiendelea kumuuliza maswali. Kwani wewe ndugu yangu umefuata nini hapa? Maana mimi sikutegemea kama kuna ugeni. Jinsi anavyojibu kama nyumba ingekuwa ya kwake angeua mtu. Basi akaamua kutoa nguo alizozivaa na kwenda kumfungulia mlango. Basi akamfungulia mlango na akamfuata. Safi. Naona umekuja kutumia. Basi jamaa alifurahi sana kwa sababu aliheshimika. Kama mtu ameamua kutoka mpaka ndani. Najua lote hili. Vipi lakini? Safi. Ndipo wakasalimiana pale za nyumbani. Basi wakaamua kukaa katika kiti na kuendelea kujaji. Sio wageni wao tunaweka hapo. Hamna shida. Ana hiki bwana umenunulia kwa ajili yangu. Maeneo akamwambia nipe story. Wageni hapa anakula maana hapa mjini hapana jipya. Jamaa yake basi akamwelekeza akamwambia ndugu yangu, kwanza nafurahi sana ndugu kwa kuona upo katika nyumba nzuri kali kama kutana na mchungaji. Basi Maeneo akamwambia kwani kuna shida gani? Jana mchungaji kaniombea. Rafiki yake ndipo akaanza kumwelekeza kwamba ndugu yangu, mimi ninavyoona haya mambo yanatokea mambo ya ajabu. Kwani ni bora tungemshirikisha hata mwenyekiti. Na wewe maana haya
huenda anaweza katusaidia katika namna moja au nyingine. Manake haya mambo yamekuwa makubwa. Swala mwenyekiti, maeneo akijibu. Swala mwenyekiti umeliongea liko vizuri. Lakini tumikie sana Mungu. Sidhani kama wanaweza kaamini uchawi. Manake uchawi ni kitu ambacho kimejificha sana. Lakini kijana sasa hivi japokuwa unapendeza sana, lakini sio mbaya. Hata mimi naye nimo. Unaonaje unyama huu? Kijana akamsifia akamwambia safi. Hata mimi mwenyewe unyama tunajua ni wa bei kali. Sio mbaya. Basi wakaendelea kupiga stori. Na ndipo wakahitaji kufikia mwafaka. Basi Mainemu akamwambia, ndugu yangu, kama unataka kwenda kwa mwenyekiti, hilo swala ni zuri baya. Basi yule jamaa akamjibu kwa hilo ni sawa. Mimi naona ni sawa, ni bora tu tungeenda ili tujue cha kufanya. Mainemu akamwambia, tumia akili kijana. Tumia akili. Unajua serikali yetu hii ya Tanzania haiamini kabisa uchawi. Kwa kama utaenda kumwambia habari za uchawi, hata kaka kuelewa hata mara moja. Naomba uniamini hilo rafiki yangu. Haya mambo yanakaa sawa kisheria pia. Sheria sio kwamba inakuwa haiamini tu uchawi, bali hata kusikiliza inaweza kusikiliza jambo na likafanyia kazi. Japokuwa haiamini uchawi, inaweza kusikiliza jambo na kulifanyia kazi. Unakumbuka siku ile nilikwambia nimeje? Akasema basi ngoja niende pale kwa nani kwa mwenyekiti, au kwa vipi tunaweza tukaondoka wote ili tujue namna gani au kitu gani tunaweza kufanya. Basi haina shida, tunaweza kwenda. Ghafla kitambaa chekundu kikatokea kuashiria kwamba yote yaliyokuwa yanazungumzwa jini linasikia na linajua kinachoendelea. Wakiwa bado hawajaona ile tukio, wakiwa wanaendelea kupiga stori zao, ghafla mmoja aliona, wakaamua kukimbia mbio sana, kwa sababu tukio lile sio la kawaida, hawajalizoea. Basi na Mainemu pia aliamua kukimbia mpaka nyumbani kwao na kumfuata huyu jamaa. Ghafla kitambaa kikapotea na kuondoka. Na ndipo tunakuta watu wawili, pakiwemo mwenyekiti pamoja na mtumishi. Mtumishi alikuja kuomba kibali cha kuingia katika kijiji hiki ili kuomba ruhusa ya kusambaza Injili. Basi mwenyekiti alikaa na kumsikiliza kwa umakini sana. Kuomba kibali cha kufanya mkutano. Ndio akasema, mimi ndugu yangu natamani sana kijiji hiki kiwe kimetawala mbinu, lakini kimekaa kiasala. Basi mwenyekiti akamwambia, kuhusiana na hilo swala ni jepesi, unaweza ukafanya mambo yako vile unataka. Nikuulize swali. Cha kwanza nataka yote ni kwa sababu Mungu huwa anatembea na kila mtu. Mimi na imani Mungu yupo na wewe, na ndio maana umekuja kusambaza Injili katika kijiji changu. Kwa majina naitwa Arnold Martin Mfumbilo, ni mwenyekiti. Kwa hiyo inaweza ikawa vizuri kama utakuja. Kibali mimi sina uwezo wa kibali cha mkutano. Njoo tutembezee Injili wewe. Kama ungekuwa umekuja kutangaza, nitakuja kanisani na tutapiga ibada kama kawaida. Nenda kwa mwenyekiti. Basi mtumishi sawa. Alivyokubaliwa alikaa na kushukuru sana. Ya ndugu yangu, nashukuru kunipa kibali. Na pia mwenyekiti akamwambia, hapa wewe za wananchi wa kitongoji, usije ukaogopa uwezekano kukupa nafasi nini, lakini hapa ni kama nyumbani kwako. Mimi naheshimu sana watu wa kidini. Basi mtumishi akamwambia, asante sana kwa kunipa mamlaka ya kuendelea kuisambaza Injili katika kijiji hiki. Na ndipo mwenyekiti naye pia alikaa na kuenjoy sana kuona kwamba kumbe wananchi wanajua umuhimu wake. Wale vijana walikimbia mpaka kuja katika sehemu ambapo mwenyekiti yupo. Yaani wakaja nyumbani kwa mwenyekiti, na mtumishi akaja na akimshangaa sana kijana, wewe si ndiye ambaye nilikuombea na kukutolea mapema? Basi wakaamua kumsaidia mwenyekiti. Na sasa Mainemu akatoa. Karibuni. Ndipo ambapo wakaanza kumwelekeza kijana. Mimi nikikuangalia naona kuna kitu ndani yako. Ndio. Kuna kitu ambacho kinakutesa. Ndio. Basi huyu kijana akaamua kumwelekeza kwamba huyu rafiki yangu anatokewa na mapepo, majini, ana ndoto za ajabu, mambo yanamtokea mambo mabaya. Nilikuwa naomba tukae na tumuombee rafiki yangu. Rafiki yangu mwenyewe ndio huyo hapa, ana matatizo. Kwa nilikuwa naomba tumuombee
ili akae sawa naye pia awe na afya njema. Kumbe ni huyu. Basi haina shida, kijana tunaweza kumwendea akakaa sawa kabisa. Yule jamaa akaendelea kumsisitiza mchungaji kwamba kwa makini sana, maana huyu jamaa ana mapepo makubwa sana. Niongea naye Anaweza kaa na mambo zaidi hata yale ambayo tulikuwa nayo. Maana jini ambalo linatutesa sisi ni jini matata, lina uwezo wa kutawala katika mwili wa aina yoyote. Rafiki yangu bwana, huyu ndo mchungaji wako atakayekuombea na utakaa sawa kiafya pia. Ndio. Basi jamaa akampa mkono kuwakilisha kwamba amekubali, lakini kumbe anaamua kukimbia. Sasa katika kukimbia ghafla kikatokea kitambaa chekundu, akaamua kurudi. Kaona haya mambo ni magumu. Basi akaamua kurudi na kumwomba mchungaji amuombee ili akae sawa. Basi mchungaji akaanza kumwombea. Tusikilize akimwombea ili tuendelee na mjadala wetu. Sasa tunamuondoa huyu pepo kwa jina la Yesu. Tunaanza kuomba sasa. Fumba macho tuombe. Baba, katika jina lako takatifu ulio hai, tunakusujudu wewe na kukuabudu wewe. Baba, tazama mwanao huyu, kijana huyu amekuja mbele zako mfalme. Baba, ninatoa kila mikataba ya basi mtumishi akawa anamwombea. Ghafla wakati anamwombea akaona mabadiliko, jini likaruka. Baada ya kuruka likatafuta njia na likachomoka. Ukishaona hii rangi ujue jini limeondoka, maana linaona kama predator. Basi akakana kumwombea kwa makini zaidi. Na mwenyekiti akamsaidia kuokota hata walau simu asije kaipasua kutia hasara serikali. Mwachilie huru kwanza sasa. Kila mikataba na vifungo, kuanzia unyayo mpaka kifusi, mpaka kifua, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Na mwapisha pepo mchafu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Toka wewe pepo mchafu ulioingia ndani ya huyu mwili huyu kijana, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Atoke kuanzia sasa, akapokea afya, akapokea uponyaji, akafunguliwa katika fahamu na akapata kutambua kilichokuwepo ndani hapa nje wana, katika jina la takatifu mfalme wa amani. Ila roho za giza zote za ukiziwi, za ubovu, za kutokusema, kwa jina la Yesu akazirudisha fahamu. Amina. Kwa jina la Yesu. Sasa my name baada ya kutokwa na ile jini ameamka akawa kama haelewelewi, yani kana kwamba ni kama alibebwa na akaletwa katika hili tukio na yeye mwenyewe akiwa haelewi. Basi baada ya kuonyesha ameamka akiwa yuko salama, akafurahi sana my name na kusema kwamba ina maana mimi hapa nilipo nilikuwa nimeingiliwa na jini. Rafiki yake akamwambia ndio rafiki yangu, ni Mungu tu amekusaidia mpaka uko hapo. Akampa mkono mwenyekiti, maana bila mwenyekiti ina maana ya kwamba wangekuwa wapo kwenye matatizo, maana mwenyekiti ndiyo ambaye amewaunganisha na mchungaji huyu. Mwenyekiti naye akaendelea kujinadi kwa sifa zake alizokuwa nazo kwamba mimi siwezi kukubali wananchi wangu muumie. Sisi inabidi tuwe sambamba. Sisi ni nguvu moja. Basi mwenyekiti alikuwa ni mtu wa kucheka sana watu. Tusonge mbele katika episodi ya 4 inayofuata.